Kipindi cha leo ni kinapana mafunzo fulani katika wasikilizaji na nadhani inaleta ukifuatilia hichi kipindi chetu utafurahiwa na utaendelea kuona kifuata kila mara. Haya. Kwanza nitajitambulisha kwa majina, naitwa Hamisi Mwanza Erike Kiravisi. Yaani ukiniita grand-père unakuwa bado hujakosea. Basi, sijui kama ndugu yangu anaweza kujitambulisha na yeye. Na mimi kwa majina naitwa Kikwasa Haruna na Kiasuria. Mjini kwa jina maarufu naitwa Mzee wa Hadithi. Sawa. Kipindi chenye tunakianza hapo zama za kale, kulikuwa baba umoja mwenyewe alikuwa anaishi kijijini. Ule baba ikabidi anataka sasa asafiri kwenda kumatembezi tu kwenye kijiji kingine. Sawa. Kule kwenye alikwenda alijikuta muda wenyewe alifanya kule amekuwa nauli imemwishia. Lakini kwa bahati nzuri akapata Msamaria, yani mtu mwa roho nzuri. Akawa amempa zile pesa za kuweza kujisaidia hemo kwa nauli ya ile aweze kurudi. Akarudi mpaka huko nyumbani kwake, akafahamisha familia yake kama kweli alipata matatizo kidogo kule, lakini akapata mtu mwenye anaweza kumsaidia, Msamaria. Ndio hivi sasa amerudi sasa. Basi sasa itakuwaje? Yuko pale anaishi sasa na familia yake yote. Una habari bwana? Sasa siku moja yule mwenzie yule mwenyewe aliweza kumsaidia. Naye alikuwa na yuko katika safari, anapita pale akijua alipanaga yani anwani, yani address alipanaga. Sasa ule na yeye alikuwa yuko anapita, akasema wale kuna mtu fulani nimsaidiaga, nilipaga nauli hivi na hivi, acha kwa address nipatiaga na hivi, niko njiani, acha nipitie pale. Una habari bwana? Sawa. Akachukua ile akachukua safari na yeye akaja. Sasa alifika pale akateremka kuuliza, wakamwambia ndo pale kwa fulani. Sawa. Akenda akafika mpaka pale. Alipofika pale jamaa akampokea na akafurahi sana. Mwenzako alikusaidia. Anawaambia watoto wake ndo ule mwenye niwaambiaga na yeye na mke wake. Mwenye niwaambia kama mwenyewe alinisaidiaga hivi na hivi na hivi. Basi kidogo hivi wakamwambia Miss Kawi, niko naendelesha safari yangu na kwenda kule mbele. Ule jamaa akafanya aje? Akawa amemwambia kama akawa amemwambia tu mimi niko katika safari na kwenda. Unasikia wapi? Ndio. Ina maana kuna ana haraka. Sawa. Basi akamwambia hivi. Basi akamwambia Yesu sasa ule mwenye mji sasa. Mwenye alimpokea. Akatuma mtoto nenda kule uende mkamatie ile kuku umletee tumchinjie. Mfanyie chakula cha haraka. Hivi hatolala. Mtoto akatoka akaenda kwenda kutafuta kuku, kuzunguka hivi akapata ile kuku. Kuku yao ilikuwa ni kuku dike. Akaileta mpaka pale wakachinja. Kuona kama wakisema wapike itakamata muda, wakamchomea tu. Ndio. Baada ya kumchomea, haya wakamfanyia chakula mbio pale, akala akenda. Sasa ilipofika jioni, yani magharibi, yule kuku sindozi zinaanza kuingia. Ndio. Kidogo jirani anakuja kumuuliza pale, sema mbona kuku yangu haikuingia ndani? Anakuja kuuliza jirani, bwana kuna kuku linonea kuku yangu hivi na hivi. Mimi sikuona kuku hapa. Unaona bwana? Basi ule sanarudi, ule jirani anarudi. Kidogo hivi kuku ya ule baba inakuja pole, kuja na yenyewe kuingia uani kwao. Kuku haisahau kwao. Sawa. Inakuja. Baba mwenyewe anaona ile kuku tena inakuja. Anasema anashtuka. Maana yake kuku nilichinja ni kuku ya watu. Unaelewa bwana? Ndio. Maana yake nilichinja kuku ya watu. Juu kuku yangu ndio inakuja. Kumbe ile kuku yenyewe ule baba alichinja ilikuwa ni ya jirani. Na jirani na ule sasa na yeye zile kuku zinafanana. Maskini. Kipimo kimoja, rangi moja, yani wanautajua kufanua hii na hii. Unasikia bwana?
Basi ile kuku ule jamaa akaenda kumwambia mwenzie, bwana utanisamee, mimi nilipata mjeni hapa nikamchinjia kuku. Kumbe ile kuku nilichinja ilikuwa ni kuku yako. Sasa kwa hiyo ile ilikuwa ni kuku dike na hii ni kuku dike. Nataka sasa nichukue hii kuku. Wewe chukua sasa hii ya kwangu uibakie nayo na mimi ndio nitakuwa sitapoteza kwa mteli juu nilichinja ile kuku. Chinja mjeni wangu. Nichinja mjeni wangu. Sawa sawa. Basi yule baba akamwambia bwana Yule mwenzake yule mwenyewe anabeba ile kuku. Akamwambia mwenzie, mimi kuku ile kuku yangu yenyewe ulichinja ndio nirudishie. Bwana kuku zote zinafanana. Ndio. Ziko kipimo kimoja. Na kama mtu alikuwa unaniambia alizania kama ni ile ya kwangu, hata wewe inaweza kukufikia hivi. Kuku zinafanana, ziko kipimo kimoja. Sawa sawa. Mwenzie anamwambia mimi siko huko. Mimi kuku ile kuku yangu ndio nirudishie. Bwana akamwambia yangine sasa. Basi yule mwenyewe alichinjwa kuku, mwenyewe alileo kuku yake, ikabidi yende kwa wanani wakubwa wa kijiji. Unasikia bwana? Ndio. Anafika mle, aenda kwa notable, anamwambia bwana, mimi mwenzangu alikula kuku yangu, sasa namwambia nirudishie kuku yangu, hataki kunirudishia. Ndio hivyo aseme, wakikabidi wamuitishe, wakamfikisha, akafika pale. Akajieleza kama vile gisi mambo yalifanyika. Sasa alipata mjeni akamchinjia na alituma mtu akaleta ile kuku na mjeni mwenyewe akafika na rudi ile. Sasa magharibi anakuja kuona kuku yake inakuja. Akasema basi hivi viko kipimo kimoja, rangi moja. Nikasema basi acha nimrudishie mwenzangu ile kuku yake achukue sasa hii ya kwangu. Hivi mimi nilikula yake. Lakini alikataa. Bwana. Sasa wewe unasemaje? Mwenzako anakupatia kuku. Unasema kipimo kimoja, rangi moja. Sasa itakuwaje sasa wewe unasema tena hivyo? Unakataa hiyo kuku. Ule mwenye kuku akasema hivi, mwenye kuku ililiwa. Akasema hivi, mimi ile kuku yangu kama mimi nakataa sio nikachukua hii. Ile kuku yangu ilikuwa ikitaga yai limoja, mnatoka humo vifaranga viwili, yani watoto wa kuku wawili. Ndani yai moja. Yai hili limoja. Naelewa bwana? Basi wale majaji wenyewe wanasaidiaga pale na notable. Mashauri. Wale mashauri. Sawa. Wakamwambia bwana, unasikia mwenzako anasema kuku yake ilikuwa ikitaga, yani ikitotoa yai limoja mnatoka vifaranga viwili, yani watoto wawili wa kuku. Sasa inakuomba na weye wende umtafutie kuku yenyewe kataga yai limoja mtoke mayai mawili, watoto wawili. Sawa. Mzee alipigwa na bumbuwazi, yani alishindwa nini ya kuweza kufanya. Naelewa bwana? Ndio. Hesabu zikamwishia. Kabidi wakampa siku za nani zenye atafanya moyo, atatafuta hiyo kuku. Ndio. Akamwambia tunakupa siku 4. Utafute hiyo kuku. Ukipata uilete hapa. Ule mzee akarudi nyumbani. Lakini hajui anaweza kapata kuku ya kutaga yai limoja mtoke vifaranga viwili, yani watoto wa kuku wawili ndani ya yai limoja. Shida. Basi kama vile wasemavyo la nuit porte conseil. Ndio. Yani mtu wakati analala usiku anawazaga mengi sana. Unaona bwana? Alifika kitandani anajifunza sema mimi hapa nimefika mwisho. Sasa nifanyaje? Kwa bahati nzuri akapatwa na fikra ya kusema kama shangazi yake. Unaelewa hapo? Sawa. Shangazi yake aliwahi kuwa na kuku ya kama hiyo, yani ilikuwa ikitaga yai limoja mnatoka vifaranga viwili. Maana kakumbuka. Akakumbuka. Unaona usiku ndio mtu anawazaga sana. Ndio fikra inakuja. Basi bwana. Habari kawa habari sasa. Jamaa kamka mapema sana. Anakwenda kumgongea rafiki yake mwenzie. Kamgongea popo, akagonga mwenzie akaitika. Nani? Ni mimi. Wewe nani? Mimi fulani. Sawa basi nakuja. Ule mzee yule rafiki yake akaamka katoka. Basi mimi
na nimekumbuka shangazi yangu alikuwa na kuku kama hiyo, lakini tunakwenda unishindikize. Tunakwenda kubahatisha kama tunaweza tukakuta ile kuku kama kingaliki, ile mbegu yani. Ndio. Basi ngoja si ni nani. Hapa kwa cha mswaki zamani, achukua tu kamcha akapishapisha mkinywa, Na wengine wakapisha kidole tu kidole. Akamwambia, "Aya twende." Wakachomoka, akaaga mke wake mle ndani, wakachomoka wakenda. Ndio. Huko wakatembea muda mrefu. Bunata ukucha hivi. Usiku. Ndio wanaanza kuona kijiji cha kule kwa shangazi. Kwa kiasi. Basi kule mara nyingi wanatoka nyuma kidogo. Yaani saa 12 hata saa 12:30 mtu anaweza katoka na kwenda shambani. Juu shamba ziko nyuma ya nyumba. Yaani shamba ziko karibu. Ni hapo zamani bwana, nakumbuka hata hapo zamani walikuwa hawaendi mapema sana. Unanielewa bwana? Hawaendi mapema kabisa. Sawa. Kwa naenda nyuma hata saa 2. Yaani yote yanafuatana kwenye shamba ziko sio mbali. Ni karibu. Anakuwa tembea muda mrefu ili afike shambani. Haya. Safari sasa ule jamaa anafika anakutana shangazi yake, yaani masaa 12 hivi. Ndio. Anafika shangazi yake ndo anataka kutoka yende shambani. Yuko na kitunga mgongoni, yuko na jembe na mpanga. Sawa. Basi anamuona shangazi, yaani shangazi anatoka hata tu kona hivi pembe la nyumba. Anamuona shangazi yule anataka kuondoka. Shangazi. Shangazi anageuka nyuma, anaona msengezana huyu. Yaani mtoto kaka yake. Sawa. Haya. Akasimama. Kijana yule baba anafika pale na jamaa yake, wanafika pale. Shangazi anasema, mbona mnanitia woga? Unaelewa bwana? Mbona mnanitia woga? Anasema, usiogope shangazi, hakuna shida. Ila tuna shida tu kidogo. Ila tuikae chini alafu nikufahamishe. Shangazi akaingia ndani, akaenda tukasonga pale, akaweka hapo. Alafu baadaye, unaelewa bwana? Akamwambia shangazi, tatizo langu ni hili, akamuonyesha kisa yenyewe mambo yenyewe alimfikia. Ndio anasema kwanza ndio ile. So ndio asubuhi hata anafungua kuku zitoka nje. Ndio. Akamwambia ile kuku ndio ile. Unasikia bwana? Nimeshataka mayai haya mawili. Unaelewa bwana? Ndio. Haya. Jamaa kanisikia kwanza roho hapo. Wakatizamana kwanza. Wakatizamana kwanza. Alafu kicheko. Roho inatulia. Sawa. Haya, watoto wakamsha shangaza kamsha watoto. Kamka pale wako nayo. Unaona vijana bwana? Ndio. Mangana pumzi. Kuku ikamatiwa ikaleta pale. Haya. Na yale mayai mawili akampa. Jamaa akasema shangaza tukawi tena hivi ndio ilituleta. Hivi tumefanikiwa. Basi safari inaanza. Wanatoka wanakwenda. Pumisha kucha na kwa mchana ndio wanaingia sasa kwenye kijiji chao. Wao sasa. Wanafika pale kila mtu anakwenda kwake. Jamaa anakwenda kwake anafunga ile kuku pale, anaingiza mayai ndani. Basi ilipofika sasa masaa 8 anakwenda kumwambia ule notable, yaani mwenye kutazama kile kijiji. Anakwenda kumfahamisha bwana, mimi ile kuku nimeipata. Unaelewa bwana? Sawa. Ile kuku nimeipata. Umeipata? Bwana, mshukuru Mungu kabisa. Hatukuwazia kama ile kuku unaweza kaipata wewe. Lakini kwa bahati nzuri nimefanikiwa kuweza kupata ile kuku. Haya, ngoja tumfahamishe ule jamaa. Wakaenda kumfahamisha, kesho asubuhi tukutanane pale kwa Lubunga, yani pale kwa notable. Kwa notable. Sawa. Sawa, kaelewana hivyo. Jamaa asubuhi naye anachukua kuku yake na yale yake mawili. Anakwenda mpaka pale kwa notable, yani mkubwa wa kijiji. Sawa. Fika pale mzee naye anakuja fika pale. Wanamwambia bwana, ile kuku liomba imepatikana. Kuku ndo hii, nilikuwa nimeshataka mayai mawili ndo haya. Sasa kinachobaki hapa ni wewe, wakati kuku sijaendelea kutaga, wakati tatotoa unakuja tena kutufahamisha kama mambo yaliendeka je. Sawa. Jamani chukua ile kuku yake na yale mayai mawili, anakwenda anafika pale, anafunga kwanza kamba kusudi hizo wewe, jongozi anakuja zinaipandia pale.
anafika anaingia. Basi kuku iko pale, kuku inaanza na yenyewe kuanza kutaga. Inaendelesha sasa kutaga. Kwa yale mayai mawili. Inaisha kutaga ilipofika mayai 5. Unasikia bwana? Ndio. Yaani sikuja na mawili. Ilipotaga ngine mayai 3, ikasimamisha kutaga. Kuku ile kuku. Ndio. Ikaanza kulalia kwa mayai haya 5. Ikaanza kulalia. Sasa wakati ilianza kulalia yale mayai, ikafanya ile kama wanafanya kama 21 siku wiki 3 Yaani nafanyaga wiki 3 yani 21. Ndio siku 21 inatotoa. Baada ya kutotoa, ule bwana anakwenda kutizama, mayai 5 watoto 10. Sawa. Unaelewa bwana? Safi. Habari ndefu sasa. Baada ya kutotoa imesha mayai 10 na kuna watoto 10, asema ni kweli ni yenyewe. Sawa. Ule mzee na yeye anakwenda kwa nani? Kwa notable, kwenda kumuona, yani mzee wa kijiji, kwenda kumwambia bwana, ile kuku yenyewe ile mwenzangu anileteaga, yeye jirani aniletea, ni kweli ilitaga watoto, ilitotoa watoto 10, manake ni sawa sawa na ile ya kwangu. Umeridhika? Umeridhika. Haya. Weka sasa mtunga pombe hapo. Unaelewa bwana? Sawa. Yakasema yani wakakutana tena pale. Shefu sasa akaita watu ili waje kuhakikisha kama ile kuku ilikuwa ni ya ukweli. Sawa. Haya. Wakafanya aje sasa? Wakatuma ile nani? Nikasema wakatuma tena. Alafu sasa walishakutana pale, wanahakikisha kama kweli ile kuku ilitotoa watoto 10, ni ile kuku yenyewe ilikuwa yai moja mnatoka watoto wawili. Basi wakamwambia bwana, sasa weka mtungi wa pombe hapo. Akasema mimi siwezi kutoa mtungi wa pombe. Wa nini? Aseme umefanikiwa wenyewe ulikuwa unatafuta. Aseme basi kama hii kesi ilifikaga ilikuwa juu yangu. Yeye ndio anapaswa kutoa mtungi wa pombe. Juu kama yeye hangekula kuku yangu, hiyo yote ingelifika. Ingefikia huko. Unaelewa bwana? Sawa kabisa. Kumbe yeye ndio atoa mtungi wa pombe. Ule mzee mwenyewe alilipa ile kuku ya watu, akatoa mtungi wa pombe pale, wazee wakanywa wakafurahi. Basi wakaachana wazima. Ndio. Sasa siku moja sio liwa kitu kama vile Waswahili wasemavyo, kitu kinaliwa. Ndio. Ule mzee na yeye ule nani? Samahani. Ule mzee na yeye mwenyewe alilipaka kuku ya watu. Anaona nyumbani hana mboga. Akachukua ndoano yake, akateremka mpaka baharini. Anakwenda anakwenda kuroa hii ndoano ya nani? Ya mshipi, ya mtete. Anakwenda kuroa, anateremka mpaka kule, anateremka na mkoba wake. Na kisu chake mle ndani ya mkoba mpaka kule baharini. Anatupa ndoano, anapata samaki ya kwanza, anatupa ndani ya mkoba wake. Tupa ndoano, samaki ya pili. Akasikia kisa vile inamhangaisha sana. Unasikia bwana? Ndio. Basi akafanya aje? Anaipa kwanza kamba. Aikokota vile nasikia vile inamhangaisha tena, anaipa tena kamba. Na ndio siku anakuja anaikokota polepole, anaileta. Ikitoka hata hivi, anaipa kamba, anaikokota tena. Anaiachia kamba. Alafu mpaka si ule mshipi ile anakuja anaileta ile samaki ikafika nchi kavu, akaitoa maji. Unaelewa bwana? Sawa. Sasa itakuwaje? Ile samaki kumbe ilimeza ile ndoano mpaka tumboni. Yaani tunaona kama kawaida na ndoano inaikamata kama manani mashavu, kumdomo vitu sawa hivyo. Sasa ile samaki yenyewe ilifika ile samaki ilimeza ile ndoano mpaka mtumbo. Ilikuwa na uroho. Acha wewe. Sio uroho. Ilipata chakula kizuri, ilifurahia, ndio ikameza hivyo. Sawa. Basi bwana. Haya, tunaendelea na habari yetu. Sasa yule baba ile ndoano inamhangaisha namna ya kutoa. Yaani akafanya muda mrefu kuliko ingawa ametoa ndoano akafika kutupa samaki, huenda angepata zingine samaki. Ndio. Unaelewa bwana? Sasa juu ile ndoano ilimeza mpaka tumboni.
ilimwangaisha, anakuwa anajifunza ataitoa ile ndoano je, niko tumboni. Kwa bahati nzuri yule jamaa yake, yule jirani yake, na yeye anateremka baharini. Unaelewa bwana? Hatujui nini anakwenda kufanya kule baharini. Kule baharini anaanza kwenda kusoroza samaki, anaanza kwenda kufanya nini? Au kuoga. Unaona kule kijijini mara nyingi anakuoga baharini ama mtoni. Ndio. Basi na yule baba na yeye, yule jirani mwenyewe alilipwaga ile kuku. Na yeye anateremka baharini. Alipofika baharini, anamkuta mwenzake yuko anachoma kichwa, yani yuko hesabu zinamuishia za kutoa ile ndoano. Tumbo ile samaki. Tumbo ile samaki. Ile samaki ilikuwa ikiitwa kabego. Yaani kule kwenye asilia wanajua ile jina hili. Ndio. Kabego ilikuwa ni samaki moja yenyewe, ilikuwa samaki ya lazima sana. Ilikuwa haipatikani. Na ukipata ile samaki hata kwenda kuoa mwanamke uzito kaoa mwanamke. Huenda kuna mahali kule kwenye familia kwenye kijiji kwenye asilia walikuwa wakifanya, wanakuambia utuletee kama vile kitu fulani cha kingambo kivuvi. Wanakuambia ukituletea samaki ya kabego basi unamaliza mahali hivi. Sasa ndio samaki na yeye yenyewe aliua, yani ilikuwa haipatikanagi sana. Unaona bwana, ni mtihani wanakupa kwamba sema uende ulete hiyo samaki. Mtihani kabisa. Basi yule baba amebahatika kuleta ile samaki, ameipata hiyo samaki kabego. Sasa ndoano imeingia mpaka tumboni. Ule mwenzio wakati alikuja akamwambia, unahangaika na nini? Wewe nenda utafute kisu au kama mpanga, pasua tumboni. Unasikia bwana? Ukisha kupasua tumbo, kama ilikuwa mle ndani, utatoa mle mwenyewe ilikuwa ilikwamia na unakokota kamba huko mdomoni itatoka. Unasikia bwana? Sawa. Akasema sawa. Unaelewa bwana? Haya, akona wazo lizuri. Kutana ndani ya mkoba wake mlikuwa kisu, akachukua akapasua ile samaki, ile kabego. Nani anapasua? Ule mwenye samaki, ule mvuvi. Ule mvuvi akapasua ile samaki. Baada ya kupasua ile samaki, ule mvuvi akatoa ile ndoano. Wakati alitoa ile ndoano, sasa akachukua chambo tena natia kwenye ndoano nyingine. Ule mwenzie ule mvuvi ule nani? Ule mwenyewe alimpa ile wazo. Yaani ule mwenyewe alimlipishaga ile kuku. Sasa akachukua ile samaki. Akasema hivi samaki yenyesha pasuliwa tumbo inaweza katembea tena. Unaelewa hapo bwana? Sawa. Sawa. Ule mwenyewe alikuja kumpatia mwenzake wazo. Mwenzie ameshatupa ndoano maji, anakuwa tena anangoja tena samaki nyingine. Yenyewe itanani tena. Kisha yule mwenyewe alikuja kumletea mwenzake wazo. Akachukua ile samaki, ile kabego. Akaenda mpaka baharini, wote kwa tumbeni ya maji. Akasema hivi samaki, hivi shapasuliwa tumbo, inaweza tena katembea? Ndio anajiuliza hivyo. Unaona? Mwana mkupima hivi anaweka maji sana, napima hivi. Wimbi likaja. Wimbi la maji, ndani la bahari. Likapiga ile samaki kama linaishtua. Unaona bwana? Pup ikamponyoka. Maji. Samaki anarudi nafasi yake. Ile samaki ikapotea ndani ya maji. Akaingia na manguo kuitafuta. Imefika nafasi yake. Wow. Samaki imekwenda. Jamaa mitumbu iko pale karibu, wavu ziko pale za wenyewe wavuvi wale nani. Ile jamaa anachukua mtumbu anasoza, anatupa ile wavu, anazungusha. Anatafuta vijana pale wanakokota. Samaki haipatikani. Samaki zingine zinapatikana bibonde, kuhe, samaki nyingi zinapatikana mle ndani. Unaona bwana? Na akabatisha mpaka kupata mononzi. Samaki kubwa. Mwile nani ile? Mwile wafu nyali tupa. Lakini ile samaki ya kupasuka tumbo haikupatikana. Wakasogea tena mbele, labda ilipitiliza hivi. Wakatupa tena wavu, wakaleta samaki ile kupasuka tumbo. Haimo. Mwenzake akamwambia, bwana. Mimi sina probleme. Samaki yangu tu ya kupasuka tumbo ndio niletee. Ukileta ile samaki hamna shida mimi na wewe. Sasa basi sasa samaki ziko nyingi hapa. Nonzi iko, kuwe ziko na zingine samaki. Chukua samaki zote, jua ile samaki moja. Kwanza ile ilikuwa ni ndogo, nonzi iko hapa. Nonzi ni samaki kubwa, inazidi ile yako. Sasa wewe chukua sasa zote zenye nimevua, uzibebe ili ipige nani ya ile samaki moja. Akamwambia mwenzie, bwana, ile samaki yangu ya kupasuka tumbo ndio nirudishie.
kama sivyo tunafika mbele. Acha wewe. Jamani, hesabu zinamuishia. Wanarudi. Na yeye yule jamaa mwenyewe samaki yake wamempoteza samaki yake ndani ya bahari. Na yeye anakwenda kwa notable. Notable angalia sasa. Akamfahamisha kisa yenyewe mwenzake alikuja, kisa alimpatia wazo lizuri kweli, lakini baadaye samaki yake akaendesha na maji. Na ilikuwa samaki anasema ilikuwa nani? Kabego. Kwanza notable mwenyewe akasema ulikuwa umepata kabego, aseme ni samaki yenyewe inakuaga rarema ndio inaonekana kama inapatikana. Ndio. Unasikia bwana? Basi. Sasa kwa mahali ukatia hivyo, ujue kama wanataka kukatalia usio. Tu hautaipata. Ndio. Inapatikana rarema, yani haipatikanagi hivi. Sasa yeye amebahatika tu kuipata hiyo samaki. Ikaleta sasa utata. Jamaa anaomba na yeye wampatie ile samaki ya kupasuka tumbo. Basi wakamwambia unakumbuka kwa mwenzako tumempaka siku ngapi? Siku 4 za kutafuta ile samaki. Na wewe za kutafuta ile kuku. Na wewe tunakupa siku ngapi? Siku na wewe 4 ili uende utafute ile samaki. Uende baharini, uende unavua. Basi ukipata ile samaki ya kupasuka tumbo, uilete ile kabego. Hata kipata kabego nyingine yenye iko tu nzima, anaweza kaipasua kaileta hivyo kwa kupasuka. Sivyo bwana? Ile iwe tu kabego. Sasa jamaa gisi mwenzake anamkiaga asubuhi na mapema kwenda kutafuta ile kuku. Na yeye akamka asubuhi na mapema anakwenda baharini kwenda kutafuta huende ile samaki ilifia maji. Sasa bahari tena, unaona bahari anatapikaga kila kitu kenyewe wimbi ikaipiga mpaka mchangani, ikajikuta basi sasa anataka kwenda kubahatisha kama hata wewe imeshaharibika, lakini bora ailete tu kwanza kupasuka tumbo. Iwe tu ni kabego. Sawa. Haya, jamaa akamkia mapema. Kisi mwenzake anamkia mapema na yeye akamkia. Ili mtu mwingine asiende akafika pale akaikuta kule baada akaibeba akaiokota. Ndio yeye akamkia. Sawa. Asubuhi na mapema. Akaanza kutembea pembeni ya bahari, anakwenda anarudi, samaki haikuonekana. Acha wewe. Atafanyaje? Sasa anakuwa anatuma wavuvi wenyewe watabadilika hata kupata tena samaki kabego, haipatikani. Unaelewa bwana? Sasa itakuwaje? Wanamwambia bwana, unapaswa kulipa samaki ya watu. Katika huyo wakati pakaingia fujo katika kile yani watu wakuelewanaga kama fujo kama vile ya vita. Wakakimbia. Unasikia bwana? Wakati walikimbia au wanakimbilia kwenye mji mwingine wa mbali, na wanakimbilia kwenye mji mwingine wa mbali. Ndio. Unanielewa hapo bwana? Sawa. Unaona? Sasa wanakimbilia miji mbalimbali. Ndio. Sasa huyu mwenyewe yeye alipoteza samaki, mwenyewe alipotezewa samaki. Hakuwa mbali sana na kule kwenye kijiji chao. Kwenye alikimbilia. Ndio karibu. Ule mwenyewe alikimbilia mbali. Sasa huyu hapa karibu wakati alisikia sasa amani inapatikana, watu waanze kurudia, yeye akarudi mapema mpaka pale kwenye kile kijiji. Mpaka pale kwake. Unasikia bwana? Ule akaja kupata habari nyuma, akaja kurudi na kukutana mwenzake kwa pale. Mwenzake akamwachia tu muda siku hizi 2. Akaenda tena kuamsha tena kesi. Notable ule jamaa amekuja, wanuulizia nipatie samaki yangu. Nakwenda kumwambia, "Haya. Bwana, mwenzako anasema umletele samaki yake." Wanaitisha tena kikao tena. Ndio. Mwenzako anasema bwana, samaki yake iko wapi? Akamwambia bwana, basi nitawajibu. Akarudi nyumbani kwake kwenda sasa kurezone. Rafiki wa ule mwenyewe alipoteza samaki ya watu. Sio ule alikuwa rafiki yake anamchindikiza kule. Na yule mwingine anamwambia kuna rafiki yake akamwambia sema, bwana, namna gani jamaa tafuta kuziuzi juu ya samaki. Yona kama samaki ili samaki kwanza haipatikanagi. Sasa unaweza ukaipata aje sasa ile samaki? Unanielewa bwana? Inakuwa muda mrefu. Sasa itafanyikaje? Kumbe mimi naona jamaa tumtoe. Yaani wamtoe aje? Wamuue. Afe ili trust ipote, yani nani tamlipisha tena? Unasikia bwana? Sawa. Rafiki anamwambia sasa ule mwenyewe alipoteza samaki ya watu.
Anamwambia tumtoe, yani tumuue. Sasa ewa. Sasa mimi huyo ujuzi sina au siwezi nikafanya aje. Kumbe sasa kama unajua sasa madogo hayo. Acha tufanye hivyo. Akatega akatuma misili. Jamaa akateremka baharini tena, akajikwaa kamwiba hivi. Unasikia bwana? Ndio. Kile mbona anasikia sasa kamwiba. Anaangalia mbona kuna kamwiba? Kama anasikia kama mwiba namchomeka mguu. Sawa sawa. Akarudi nyumbani, maumivu. Bwana, mguu unaanza kuvimba. Ilipofika usiku, inalilayo rajuni. Ule jamaa na yeye akafa. Unasikia bwana? Anafia nini? Samaki yake. Basi kabidi wafanye nani wakaweza kuzika. Wakazika. Sasa mtoto wa ule baba na yeye akasema sasa babangu amekufa. Baada wenyewe wakasema hataweza kafa hivi. Mwiba tunaweza kaua mtu. Kuna kitu hapo. Wakatembea kwenye mazingaombwa, yani wale wenyewe kujua wataalamu. Wakaenda kwa wataalamu. Kwenda kukutana. Ule jamaa mwenyewe alipoteza samaki yake. Ndio mwenyewe amefanya hayo yote. Wakarudi. Akasema hii kesi imetamsha mtoto sasa. Akamsha na yeye kesi. Wakati alipigwa misili na yeye sasa akapata mganga kumsaidia. Ikabidi mama akasema bwana, tuhame hicho kijiji. Unaelewa bwana? Sawa. Wakahama kile kijiji. Walipohama, yani wakamwachia ule wana sasa amani. Ndio. Unaona? Akapata amani. Nani notable na yeye akaona akasema na hii kesi hivi wewe umehama wenyewe. Niachie hapa. Nisije na mimi nikaja nikaumia juu ya hii. Unaona bwana? Wenye kesi wameshakwenda. Wale walihama kwenda kwenye kijiji, wakaanza kuishi kule, mama na ule mtoto wake, na ule mwenyewe alikuwa ameshapigwa misile. Haya, wakaendelesha maisha huko na historia ikawa imeishia hapa. Sasa unaweza kufafanulia watu ili watu wapate kuelewa kiini cha historia hii, yani hii habari inapana fundisho gani kwa wenye kutusikiliza au wenye kututizama. Haya, nakupa maiki wana na wao. Safi sana wenye kutusikia. Mnasikia hadithi hii jinsi imezungumza kwamba kulikuwa mtu alikuwa nyumbani kwake akachukua na mjeni akamata kuku akachinja. Kwa bahati mbaya kuku haikuwa yake, ilikuwa ya jirani. Ilipofika jioni kuku yake ikarudi, akasema mbona kuku yangu nimechinja tena ya nani? Jirani, kumbe ni hivyo. Sawa, akarudisha ikawa hivyo. Sasa kumbe bahati mbaya na yeye anakwenda kule baharini anaua samaki yake yule. Unaona mambo ya Mungu? Miujiza. Mungu analeta yule aliyemlipisha ndiye anakuja tena kule kwenye bahari. Anaendesha na yeye samaki ya mwenzake. Sawa. Sasa wanamuomba na yeye arudishe samaki ya watu. Hapo sasa mwenzake alipata ile kuku yake, alibahatika kupata ile kuku. Sasa yeye samaki ikashindikana. Unaona bwana? Sasa inakuwaje? Unaona, inafika mpaka inakuwa mambo ya uozi, ya kuuana, ya kufanya nini. Kwa kifupi ndio tunataka kuambia watu kwamba kulipiza kisasi. Kulipiza kisasi si vizuri. Ndio ukweli huyo. Kulipiza kisasi si vizuri. Hapa tunapana sasa kwenye fundisho kwa wasikilizaji. Mtu akikutendea ubaya, jaribu kumsamehe. Hata vitabu vya Mungu vinasema. Sawa. Na najua anakuja kutuambia huko, yule ametuambia kwamba wakikupiga shavu la kuume mpe na la kushoto apige. Ukitaka tu kuleta msamaha, amani ipatikane. Sasa mwe hautaki mwenzako akikosea tu kadogo mpaka na wewe lipize kisasi, labda sasa ni mpaka wapi kisasi? Unaona, bila kuwa labda rafiki yake huyu na yeye kuenda kwa mazingaombo kuuana, asingepata amani. Na mtoto mwanamke, kulingana na hiyo hadithi za zamani, na mtoto mwanamke angemtoa
Sawa kabisa. Kwa sababu mtoto mwanamke hapo zamani ndio alikuwa analipwa kwenye kesi. Ukiwa kesi fulani kushindana hivyo, basi wanalipa fidia mtoto mwanamke. Angemtoa mtoto mwanamke. Kwa sababu ya nini? Ya kutukusamehe. Hakusamehe mwenzake kwa ile, na kuku alikuwa amempa, hakusema eti amepoteza ile kuku nyingine ipatikana yeye mpaka ile ile ya yai moja vifaranga viwili. Unaona kwamba ni si mtu mzuri huyo. Sawa kabisa. Jamani, turekebike duniani. Sisi ni wakupita. Hatujui huko tunakokwenda itakuwaje. Yale matendo yetu haya ndio atatusambia huko. Ni kukali, tunaambiwa huko ni kugumu. Hatujapajua. Sawa. Sijui kuna mambo gani huko. Hii ndio ilikuwa fundisho ya hii hadithi ya kutokulipisha mtu. Tuwe na roho mwepesi, tuwe wavumilivu. Yaani kifupi ulitaka kusema tu hadithi inaeleza kama mtu anapokuomba msamaha umsamehe. Ndio kifupi. Kifupi tu kwa nini? Sio mpaka na wewe mlipiza. Juu kesho inaweza kuja kufikia. Kama ikitokea kwako, hata kwa mwanao, hata kwa mtoto wako, italeta shida. Mtu anapata hasara kwa ajili ya baba yake. Ndio. Na vitabu vinaandika hivyo. Vizazi vingine vinapata laana kwa sababu ya mababu zao. Sawa. Hawakuwaona. Unaona bwana? Labda walifanyaka vibaya wale mababu. Ndio kwa maana, kwa hiyo tusameheane kwa kulinda sisi wenyewe na vizazi vijavyo, vizazi vyetu. Sawa. Hapa tulikuwa na Hamisi Mwanza, Eric Kiravis, Kinita Grandpere hujakosea. Na wewe? Na mimi Kikwasa Haruna na Kia Shusha, Kinita mzee wa kazi, ndio jina maarufu mjini. Haya, alamsiki.